hivi vitu vikianza kufanyika, ni lazima kuwe na interventions. Tafsiri rahisi ni kwamba uwekezaji katika sekta ya maji unatakiwa kuwa endelevu. Hakuna siku itafikia kusema kwamba tumeshafika mwisho wa uwekezaji katika sekta ya maji. Changamoto zitaendelea kuwepo, na hivyo uwekezaji lazima uwe endelevu. Kama uwekezaji unatakiwa kuwa endelevu, ni wakati mwafaka kama taifa kuhakikisha tuwe na mfumo rasmi ambao ni wa uendelevu katika upatikanaji wa fedha, katika kuhakikisha kwamba uendelevu katika uwekezaji usikwame sehemu yoyote ile. Na ndipo maana utaona sasa umuhimu mkubwa sana. Na katika kuliona hilo, serikali kupitia maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan tuliamua kupitia mabadiliko na kuboresha zaidi sera yetu ya mwaka 2002, toleo la mwaka 2025, kuhakikisha kwamba tunaruhusu sekta binafsi kuingia katika mfumo rasmi wa kushiriki katika ujenzi na utoaji wa huduma ya maji safi na salama. Sasa tunalo dirisha ambalo litatusaidia. Dirisha lenyewe ni hiki chombo, ni huu mfumo wa PPP. Tunayo fursa kama Watanzania, na tunayo fursa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaenda kujengwa kwa mifumo iliyo rasmi na mifumo ambayo ni endelevu. Wito wangu kwa sekta binafsi, washirika wa maendeleo na wataalamu wote waliohudhuria, mchango wenu si wa hiari, ni wa lazima kama tunataka kuijenga Tanzania yetu yenye upendo katika kusambaza huduma ambazo zinatakiwa kuwa karibu. Tushirikiane ili ndoto hii iwe kweli. Sambamba na kumaliza hotuba hii, hatua zifuatazo zinahitajika kufanyika. La kwanza, kutambua na kuandaa miradi ya PPP kwenye sekta ya maji inayoweza kupata fedha kupitia ubia. La pili, kuhamasisha utekelezaji wa gridi ya taifa ya maji kama mradi wa kipaumbele. La tatu ni kuimarisha PPPC kama chombo cha kuratibu uwekezaji wa sekta binafsi kama katika maji. Hili Kafulila ni jambo ambalo unatakiwa kuliangalia kwa mapana yake. Jambo jingine ambalo ningelisisitiza, Mheshimiwa na wajumbe wengine mliopo hapa, ni kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji wa pamoja wa maendeleo katika sekta ya maji nchini. Hili ni la msingi sana, na naamini kwamba litakuwa sehemu ya mambo ya kuyasisitiza sana.